Salim Mvurya hoye! Mama Chani hoye! Mama Chani hoye! Faith Wali hoye! Mimi nimetoka kule Bungoma, na ile ambaye imekuja nije hapa Kwale, nimekuja nipokee mafunzo, nijaribu kuangalia mbinu ambayo gavana wenu anatumia, ndio akakuwa nambari 2. Yule jamaa mwingine wa 001 kwa lugha ambayo inaeleweka, yeye alimekuwa namba mkia katika bandi nzima yote. Sasa mimi ni wakati nilikuwa nakuja, nikaona hapana haja niende Mombasa, mahali kuna maendeleo sawa ni hapa Kwale, na ndio maana nimekuja hapa. Kidogo nimesikia atiko mgezo jana tujishale sijui Akinyi sijui nini, yule bwana MCA mheshimiwa nimekuachia huyo, mimi ndiye baharini tutazama, mimi nataka flota, yule ambaye ni mzito kidogo, huyo kidogo mdogo tutazama baharini. Kwa hivyo huyo nimemwachia bwana MCA, atamshughulikia. Jambo la pili, sisi tukitoka hata nje tuje hapa, Gavana Joe atoke kule Mombasa aje hapa, Kingi atoke kule kama ametoka aje hapa, tutazungumza, alafu tukiondoka tutawachia huyu Gavana Mvurya wenu huyu, tumwachie na hawa jumbe wenu hawa, nyinyi ndio muendelee kupanga maendeleo na wao, kwa sababu hata wewe ukiwa mama umsindikishe msichana yako kama anaolewa, hawezi kumuonesha vile watalala usiku wenyewe, wanajua kitanda waweke kwenye dirisha ama waweke kwenye mlango, hiyo wenyewe mnajua hapa. Na ndio maana mimi nimekuja hapa, mimi mwenyewe nina njaa, nataka mnisaidie tarehe 15. Tarehe 15 munipatie kitoweo kinaitwa boga, na nyinyi wenyewe mniambie huyu boga ile siku ni mule kwa wali ama ni mule kwa sima. Basi nyinyi mnitengenezee vizuri, yeye na mula kwa wali siku ya tarehe 15, kisha narudi zangu kule Nairobi. Lakini huyu ambaye tumekuja kumpigia debe hapa, uongozi serikali yote ya Kwale iko nyuma ya Faith Wali. Na mimi vile nimesikia hii clip ikizungumza hapa, viongozi wanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kama umheshimu Mwenyezi Mungu, wewe unatumika kama chombo cha shetani. Na tunasema hao wote wamelaaniwa kwa kumtukana gavana ambaye anachapa kazi, anakuwa nambari 2 Kenya. Huyo ni si mtu ambaye, huyo ni mtu ya kupongezwa, si mtu ya kutukanwa. Ya mwisho nikienda kuketi chini, mimi nataka mkiamka siku ya kwenda kupiga kura, tembea kwa nyumba yako, angalia ule uchochole ambao katika nyumba yako, angalia vile watoto wameketi, alafu uende upige kura ya kumchagua kiongozi Faith Wali ambaye ataendelesha kazi nzuri ambayo alikuwa anafanya Suleiman Dori. Mimi mwenyewe kitambo bwana mashetani ilikuwa hicho chama cha ODM. Hiyo chama ya ODM nilikuwa nimetumiwa barua nyingi, barua ya kujieleza, karibu barua 15 ya kujieleza. Huyu Aisha Juma huyu ako na barua kwa nyumba yake nyingi. Mheshimiwa Marehemu Dori ako na barua 43 za ODM za kwenda kujieleza. Chama cha ODM ni kama mwanaume yule ambaye ni mkumbafu. Mama akienda kununua kitu sokoni, anapanda juu yenye paa, anaangalia mama amesalimia nani pale kwa barabara, amesalimia nani, na amemwangalia pale, kisha baadaye anguka avunjike mguu. Mama anamuuliza, mzee umevunjika mguu kwa sababu gani? Anamwambia, kwanza nilikuwa nakata mti hapo. Lakini alikuwa anachunguza mama amesimama nani kwa barabara. Hiyo ndio chama ya ODM. Mimi mwenyewe nilikuwa katika chama ya ODM, ilikuwa kazi sifanyi, karibu mke anikimbie. Yale majukumu yale ya usiku ilikuwa siyafanyi vizuri. Nikiamka kama naanza kuyafanya, message inaingia kwenye baba Raila Odinga ya kujieleza. Kazi sifanyi kabisa. Vile nilihama chama cha ODM, mama akapata mapacha pap. Mapacha mbili.
Tena leo vile nimekuja nimesikia ananiambia kwenye simu kwamba hasikii vizuri, anatapika, ana ile headache ya asubuhi. Nikajua maneno hayo tena yamekamata. Maana mimi nikifika nafanya kazi iliyo sawa sawa. Ukikuwa kwa ODM hawahudumii wananchi, unahudumia chama, unahudumia viongozi wa chama. Lakini ukikuwa kiongozi huru ama katika chama kingine, unashughulikia watu wako kwa bidii. Mimi nimeona hapa Gavana Mvurya amewaletea basari. Kule kwetu unajua wakati unamtongoza msichana ndio ujue ameingia boksi, anachora chini na mguu hivi, anachuna matawi hapo. Mimi vile nawaangalia nyinyi mnachora chini mguu, mnachuna matawi, naona mmeingia boksi kabisa. Na wakati msichana ameingia boksi, wewe unaendelea tu kumsaidia, unanunua mahamri kidogo, unampatia hela ya shopping ya kupelekea mama uzazi wake nyumbani. Ndio pia hata akikuruhusu unaanza kumtoa vitu kwa kichwa kidogo, kwa mabega hapa, ndio mkono pia ikiteleza kile madile nyingine, mama na ugavi wako sawa sawa. Kwa haya machache, Mungu awabariki sana. Haya, asante sana. Nimesema mwenyeji anakula